Sasa nikasema acha maskiti zitulie, na pia zilikuwa more demanding. Ile like una have kuwork na wasee kadhaa. Na agent afanyi reviews, achukui video, akuje kuchukua review, na agent analipisha. Mimi nataka tu nichukue tu video for marketing, watu wajue kuna hii nyumba imejengwa place fulani. Hello ladies and gentlemen, welcome back to the Love of Theo channel. And here we are doing some interview with the biggest man here in Nakuru, a content creator. Atatueleza zaidi what he does, the type of content, and anatarajia nini ama what is his plans for his channel. Ladies and gentlemen, allow me to introduce this man. Bro, vipi? Niko fiti kaka. Habari ya masiku? Mimi niko salama, labda wewe. Naona unatutesa online mbaya. Na bado. Na bado. Jitambulisha kwa majina ni nani? Okay, mimi naitwa Ezra Ondara. Since umemention YouTube, kwa YouTube pale naitwa Ezra Ondara TV. Vile umesema mimi am a content creator from up the city of Nakuru. Umesema na watesa lakini bado. I mean saizi hata bado saizi like mimi ni kama ile ndege yani imeingia tu kwa runway. So inangoja tu iambiwe sasa enda. So niko hapo. So bado sijaanza kuwatesa. There is a lot more to come. Okay. Apart from content creation, anything else? Apart from content creation, hapana, mimi sina mambo mengine. Mimi hapa Nakuru niko hapa ku create tu content kaka. Okay. So hii content una create, what is the type of content you are creating? What is it? All right. Like I always say on my channel, saa zingine I do a lot of stuff. Mimi wakati nilianza channel hapa Nakuru, nilianza nikifanya maskit hapa na pale. Kuna maskit hata ziko kwa channel yangu, ma comedy. Hizo ndo zile the nini like my early beginnings. Sasa pale ulikuwa unapata mazee zilianza kunicost. Unaona? Like a lot kushoot. Juu nilikuwa nataka vitu zangu like zitokele vi professional kabisa. Basi unajua ndio kitu itoke professional hivyo inabidi una invest. Sasa nikaona hii mazee nikafanya pale kama 4 nadhani. Nikaona hii kitu inanipeleka mbio na bado hata hii YouTube yenyewe haianza kurudisha. So nikasema acha zitulie. Nikaanza kujifanyia mwenyewe. But nikaona tena hiyo level nilianza nayo na chenye nimeanza kufanya nikaona like imeenda chini, like nilianza kama nimeset the bar high kidogo. Sasa nikasema acha maskiti zitulie, na pia zilikuwa more demanding. Ile like una have kuwork na wasee kadhaa, unaona. So saa nyingine unapigia msea na kuambia sijui siko available leo, nitakuja kesho. And then of course wa Kenya kama like msea aikuja kufanya kazi na wewe unexpect kuna kitu utatoa. Sasa unaona hizo vitu zote kuna kitu utatoa nini. Sasa nikaona wacha hizi skit kwanza zitulie. Ndo sasa nikaanza pia kufanya hizi house tours sasa. So background yangu na house tours ni mimi ni writer, online writer. Na nilikuwa nafanya kama reviews, unaona, za products, unaona. So nikasema wacha ni bring hii experience yangu ya kuja reviews to YouTube hapa, unaona sasa. To video sasa. So ndo nikaanza sasa mambo na house tours sasa. Na hizo at least niliona they are not as demanding kama vile ma comedy zilikuwa. So I create house tours. Watu wamenijua na hiyo kwanza. Juu hata nimesaidia watu wengi sana kusettle Nakuru. Hata watu wa nje kuna watu wamepata makeja through me. And I still keep doing those ones. Na pia ni kitu napenda actually. Naona is one of the content ambayo mimi napenda ku-create. Yeah, apart from that, ma comedies zitarudi. Nilikuwa monetized sasa, so kitu kataanza kutoka pale YouTube. Usianze kutuanze text manze bwana tupeleke out. So vile sasa kitu vile kataanza kutuma kutoka pale YouTube. Sasa pia comedies zitarudi, unaona. Apart from that of course na create my vlogs hapa hivi Nakuru. Mimi napenda kupromote Nakuru, promote mtaa yangu. Naona mimi yule msee na believe the grass is green where you water it. So I want to water my grass right here in Nakuru and I grow here in Nakuru. Nijulikane tu kutoka hapa Nakuru, unaona. Na hata nikijulikana hakuna penye naenda. Mimi I'll still be right here in Nakuru. So currently kuna pia series nafanya inaitwa Nakuru Beyond the City. Wewe unajua Nakuru tulikuwa awarded city status 2021. It has been a year since tukue city, si ndio?
So kuna hiyo series nafanya pale on my channel, like I want educate people more about Nakuru. Juu niligundua kuna wasee wanakuja Nakuru, wanafika tu pale Kenyatta Avenue, wanasema tu wamefika Nakuru. Unaona, hata hapa penye tuko they don't know where we are. Tuko outside Grand Winston Hotel. It's a beautiful hotel, it's a great place for conferencing, but they don't know vitu kama hizi zina exist. So niliona kuna hiyo gap, naona, ya knowledge ya Nakuru, even wase wenye wanaishi Nakuru wenyewe. There are those, kuna msee ameishi Kiamunye, ajaienda na huko chini Shabab, ajaifika Roda. Unaona, kuna msee wa Roda ajaifika Naka, ajaifika Lanet na huko, unaona. So I took up that duty, at least nielimishe watu more about Nakuru, na naona watu wameipenda. Actually it's one of the content yenye inapata views mingi kwa channel yangu sahi. And episode 6 is loading, maybe kesho. Actually kesho, not even maybe. Nilikuwa naipika leo. So kesho hiyo episode 6 free area iko pale. Nilianzanga na Kiamunye, nikafanya Lando, nikaenda nikafanya Pipeline, Barnabas, nikafanya Naka. Naka ndo tulifunga nao mwaka. Sasa sai January tunaanza na free area, and there will be many more to come. Like by the time tunamaliza hiyo series utakuwa umejua Nakuru in and out. And apart from that pia naona hiyo series inasaidia pia wasee wa nje na actually even diaspora. I mean, I've noticed I have an audience in the diaspora ambao ina watch hiyo series ya Nakuru Beyond the City, na wana comment actually na wanaipenda. So I'm proud that kuna hiyo kitu nafanya ina make sense. Unaona, imeanza ku make sense to a lot of people. And I also hope like people will even find you know, they will see opportunities for business, for investment in Nakuru. Unaona? Exactly. So that is the essence of doing that series. Maybe there are so many contents. Yes. And according to vile umeelezea ni kwamba you are doing skits. Yes. Ukaacha kidogo ukakuja kwa hii, yes, kwa real estate. Yes. So why is it that ulitoka kwa skits ukakuja kwa real estate? Mbona hukuenda kwa to other content? Sawa. So like I said, the reason why niliamua kufanya hizi reviews, okay, I call them house reviews, vile nimesema nilitoka na experience yangu ya writing, because I used to do reviews, product reviews for uko on Upwork, and I used to do it for client wa majuu, unaona. So mimi nilipenda hiyo mambo ya review sana. Hata hii idea ya kureview vitu nilikuwa nayo kitambo, unaona, not even last year vile nilianza sasa kureview manyumba hapa Nakuru. Now the reason why napenda real estate, mimi actually if it's possible, yani kama naweza kuwa na uwezo, mimi Theo naweza kuwa naishi nyumba mpya kila mwezi. Naishi nyumba natoka naenda ingine. Mimi napenda mambo na construction sana. Alright, so nikiona nyumba mpya inajengwa, hata ikiwa tu sketch, unapatanga na nimeona mafundi hapo, I always go there paka naingia ndani kuangalia tu the plan. Unaona, nikiona nyumba imemalizwa, imepakwa rangi, I go there, unaona, just to see how they did it. So mimi napenda sana mambo ya construction, and especially housing. That's why nimekuambia mimi, if it's possible, I can live in a new house every month. Exactly, napenda tu mambo ya housing. Okay. Maybe kwa zile your best moment, maybe umeenda ushoot mahali, hata labda ukapikiwa na mwenye nyumba, ukapikiwa kuku ama nini. What are some of those good moments ama nice moments ama your best moments wakati una shoot hizo ma video? Actually on a real estate. Maybe unaweza sema umeenda umeshoot nyumba fulani mpaka ukapewa mtu akakuja akachukua hiyo nyumba ama akanunua ukapewa kitu. What's that best thing? Now actually bado sijauza nyumba, na nilikuwa nimejiambia before last year nataka niuze nyumba, but okay, you see it's a process, unaona, and mimi ni msee mgeni kwa hii sector, okay, na nilianza tu last year, alright, na si ati nimeka investment mingi sana ati na promote my videos, unaona, ati zipate views mingi, unaona. So for now mimi ni ule msee tu nasema I'll just trust the process. Kuuza sijauza, but for renting hapo nimesaidia clients more than 10, unaona, wenye wanatafuta nyumba na nawapeleka, wanacheki na hadi wana settle.
Unaona, hapo na hapo I'm so proud, nimesaidia watu wengi sana. But for sale bado hiyo market ya sale bado naona iko chini kidogo. Alright, and hapa Nakuru especially. But yeah, you know, we keep pushing. Unaona, inquiries zinakuanga, kunakuwa na inquiries. And again, of course, kumbuka kuna competitors kwa hii market. Si mimi peke yangu. Kuna maagent, kuna makampuni ambao hao natambulikana kama ni makampuni, unaona. So mimi for now unaona like na work from home. So client akinipigia na mwambia tupatane place fulani, unaona. Na kuna maybe wenye wako na ofisi, unaona, makampuni za housing na nao maagent wanaweza enda hapo maybe wasaidie kupata nyumba haraka ama through their own way. Unaona? But sasa mimi for now niko hiyo angle ya marketing. Unaona, kumarket sana. Unaona, so nikiweka pale for me, we jua I am marketing that house. If it is for sale, kama unapendezwa na nyumba na umesema nikuja nikupeleke na unataka kununua, yes, I am available. So okay, hapo kwa the best moment so far kuna client ambao wameni appreciate. Unaona, hata nikienda kushoot nyumba kuna client ambao anasema ndo hii kafea. Unaona, kuna siku nyingine nilienda ya Master Homes huko Ngata, alright, the villas za Master Homes pale Ngata walikuwa wanajenga, wakani invite for, ilikuwa open day, nikaenda pale, tulipikiwa paka dinner. Unaona, I get to interact with other people, nikapatana paka na watu wengine wa bigi, paka other developers. So like the doors inaendelea kuopen tu hivyo pole. Exactly. Okay. So your lowest moments, umeenda umeshoot mahali ama umepata dogi imefugwa mahali ukaruka fence. What are some of your low moments? My lowest moment so far ni awase ambao like unaendanga kushoot apartment, unapata wase wengine wanakuambia no cameras, ama unapata wase wenye wamekuwa hapo maybe nikiateka, unapata ni msata ile mambo ya YouTube. Unaanza kuambia msemi nimekuja hapa hivi, I want to market this property, and it's not like I'm getting anything. I'm not even asking you for money. No, I just want footage actually. No, saa zingine actually I just want footage. I just want mileage. But unapata unaanza kuelezea msee ati nataka nichukue video niweke YouTube. Wasi wengine unapata yani they don't even understand that. Aya, alafu sasa kuna makoko blocker pia. Unaenda kushoot nyumba. Okay, umeenda kuuliza kwanza permission. Alright, of course the first thing ni permission kwanza. So, okay, kama kuna nyumba nilienda pale free area, ni nyumba mpya, sahi hata iko hapo. So, unafika pale, nikapata caretaker. Si nikabonga naye. Caretaker ni boy. Anaelewa hii maneno ya online. Nikamwambia, siku nimeenda kushoot, nikampata hapo na mzae. Sasa nikaniambia sasa juu mzae yako hapa, maybe tuongee naye. Kuongea na mzae ananiambia sasa hii kazi kuna mtu tumepatia ati labda muwapigie. Hao watu wamepea ni maagent. Sasa mimi na agent jameni, sasa tutaanza kusaidiana aje hapo, unaona? Juu agent, and in any case actually mimi kama nyumba iko na agent anataka niseme mtu akitaka kupata nyumba ni mdirect kwake, I will do that. Lakini sasa unapata watu wengine hawaelewi. Sasa unanituma kwa agent, tena tuanze agent almost anafanya kazi kama mimi. Ni vile yeye alikuja wa kwanza ukampatia. Na agent afanye reviews, achukui video, akuje kuchukua review, na agent analipisha. Mimi nataka tu nichukue tu video for marketing, watu wajue kuna hii nyumba imejengwa place fulani. So hiyo ndio ile challenge yenye mimi upata saa zingine, hawa watu wenye like hawaelewi, na wengine pia wako ignorant tuseme, na wengine sijui, I mean you just find hiyo tu.